Mtu mzima na kitambi ana watoto 6 anauza ubuyu. Wewe unaleta masiara, utakuwa mwanga wewe, utakuwa mwanga wewe. Mtu ana watoto 6 anasema Mungu amempa, alafu anauza ubuyu na uduvi. Huyu mtu hastahili kuishi kwenye nchi hii. Anauza ubuyu na uduvi. Huyu mtu hastahili kuishi kwenye nchi hii. Huyu mtu hastahili kuishi kwenye nchi hii. Hastahili kuishi kwenye nchi hii. Kuuza ubuyu ni kuwa mwanga ama kuwa mchawi. Kuuza ubuyu na uduvi, ikiwa unauza ubuyu na uduvi ama kufanya biashara ya hali za chini, hustahili kuishi katika nchi hii. Hustahili kuishi katika nchi hii. Hustahili kuishi katika nchi hii. Nimerudia mara 3 kama ilivyorudiwa mara 3. Msemaji au kurudia mara 3, lakini ikarudiwa ili kutafuta kujua kilichojaa kwenye moyo wako ni nini. Unasema asiyefanya kazi na asile. Maneno ya kuudhi mno haya. Kazi ni kuishia ipi? Kazi ni ipi? Mwisho wa kazi ni wapi? Anyway, unasema mashamba watu wakalime. Ni kweli unaijua changamoto ya pembejeo? Unaijua changamoto ya tabia nchi? Unaijua changamoto ya ushuru wa mazao na changamoto nyingi wa hizo nazo wakulima? Unajua nini kingefanyika ama kwa nini watu wengi wameshindwa kuendelea kulima? Hivi unajua Watanzania, wa Afrika ni mahadi weka, ni watu wanaopigana kweli kweli, lakini kuna mifumo inayowarudisha nyuma na kuwakwamisha, ambayo ndio ungedili nayo. Mwisho unasema mwanamke apange uzazi wa mpango peke yake, acheze na kalenda peke yake. Maboya, hivi unajua ilivyo kazi ngumu kuishi na kichwa kibovu? Hivi unajua athari wanazopata baadhi ya wanawake wakitumia njia za uzazi wa mpango za kisasa? Unajua wanayoyapitia? Watumie kalenda ya kawaida. Unajua ilivyo changamoto kuishi na mwanaume kichwa mbovu kama ulivyosema. Anyway, mwingine kabla uja judge haya mengine yote, Mbarikiwa, umeyatoa wapi? Hebu tusikize full kwa uvumilivu, walau kwa dakika 3 hivi kwa uvumilivu. Maneno yenye kuudhi mno, maneno yenye kuamsha maswali ya kwamba viongozi wa dini ambao mna kibali, mna kwa karibu na watawala, mbona ni kama mna agenda fulani ngumu sana? Mbona ni kama mna agenda ngumu sana ambao wakati mwingine inawalopoka? Sasa baada ya kusikiliza kwa dakika 3 za uvumilivu hivi, nitaenda kujiuliza maswali 10 katika maneno ya Maboya na kuyajibu kwa namna ambavyo mimi najua neno la Mungu lingetaka mambo yawe hivyo, ubinadamu ungetaka mambo yawe hivyo. Lakini pia tutaenda kujiuliza pamoja, ndani ya viumbe hawa waitwao viongozi wa dini, kuna ajenda gani hasa kubwa iliyo zaidi sana ya hiki ngonjera, taarabu, mipasho, vijembe na komedi wanaovifanya hasa wanaposimama mbele ya watawala au wakuu? Kwa uvumilivu namba 10 tukasikia maneno haya yenye kuudhi. Ugonjwa mbaya unaowatesa Watanzania leo ni uvivu, na uvivu huo unasababisha hata serikali kuyumba, kwa maana haiwezi kupata kodi. Wewe unakuta mtu mzima ana mke na watoto 3 na ndevu anauza uduvi, ataishi mjini hapo?
Mtu mzima na kitambi ana watoto 6 anauza ubuyu, wewe unaleta masiara, utakuwa mwanga wewe, utakuwa mwanga wewe. Uvivu, unajifanya unajua misaafu, unajifanya unajua vitabu na umeshikilia andiko tu. Hata madaktari kuambia jamani, leteni mzazi wa mpango, uzazi wa mpango. Msizuie, watoto ni baraka kutoka kwa Mungu. Aliyekuwa anayekupa baraka za watoto anataka na wewe ufanye kazi, uwalishe watoto, na asiyefanya kazi asile. Mimi sikubaliani kwa herufi kubwa sawa sana misaafu. Eti mtu ana watoto 6 anasema Mungu amempa, alafu anauza ubuyu na uduvi. Huyu mtu hastahili kuishi kwenye nchi hii. Lile ndio anasema kwamba sifanyi kazi asile, mwisho wa kula nini? Kudogo sikufa. Unakuta mama wanalamika, mimi nimetelekezea watoto 6. Ulikuwa ukielewi kichwa cha mumeo? Aliyepewa kalenda ni mwanaume, mwanamke. Sasa ukiona kichwa kibovu, izungushe tu, izungushe. Lawama ziko kila kona, maisha ni magumu. Unasema serikali, kazi ya serikali kukusanya kodi, sio kukulimia shamba wewe. Na hiyo haijaanza serikali, ameanza Mungu mwenyewe. Mungu alipoumba mbingu na nchi, wote mnaelewa hilo. Alafu akailima bustani, akapanda miche. Mungu kama alivaa bukta, akalima, akapanda miche, akampa Adamu tunza. Wewe ni nani usilime mashamba? Haleluya. Roho chafu ni uvivu. Na nakwambia kwa uvivu huo hautaishia. Utabaki unavaa kanda mbili, utabaki kuona mabadiliko watu wengine. Mungu alilima shamba, akapanda miche. Akupanda miche bona, alishuka akapanda miche, alafu akamwambia Adam, tunza. Wewe kulima utaki, unaolima ubuyu, unaima nini? Maneno mengi tu kwenye mitandao, maneno mengi tu. Watu wenye kazi na bidii zao hawako kwenye mitandao, wako kwenye maisha. Mimi nimejiuliza maswali kama 11 hivi na kuyapatia sehemu ya majibu. Majibu ni sahihi kiasi gani? Anyway, na wewe una haki ya kujiuliza idadi ya maswali unayo kutoka kwenye hii speech na kuyapa majibu unayo. Swali nilojiuliza na kushangaa sana, namba 1 ni kuuza ubuyu ni kuwa mwanga ama kuwa mchawi? Nitalipatia majibu nionayo. 2, kuuza ubuyu na uduvi haustahili kuishi kwenye nchi hii. Ukiwa na maana gani? Ufe, kwani huko sio kufanya kazi? Biashara itambui, Biblia itambui biashara, inatambua kilimo tu. Na biashara ni mpaka uuze nini ndio iwe biashara. Takuja najibu kidogo. Asiyefanya kazi na asile. Je, kazi ni ipi? Nadhani maswali mengi yanaingiliana kwenye swali moja. Kwa hata wakati wa kujibu naweza nikayajibu mengi pamoja. La 4, hivi mhubiri, unajua ni kazi yako kutengeneza mazingira rahisi ya watu kufanya kazi? Unataka wafanya biashara kubwa, unafahamu mhubiri unatakiwa uwape mitaji hao watu. Umewapa mitaji hiyo? Mimi nakwambia hapa, kazi yoyote wanayofanya waumini, mimi ndo naye watuma wafanye kazi ya aina yoyote, wauze chochote, wazibue chochote, kikubwa wale, kikubwa wa survive. Tunaposubiri ukombozi wa Mungu ambao anaweza kaja kutuhurumia kwa namna ya huruma zake. Lakini 2, mimi ni moja mtu ambaye naishi maisha ya kawaida sana pamoja na umaarufu, kwa sababu kichache ninachokuwa nacho na huwa nakitoa kuwapa mtaji waumini. Haya, tachambua yote kwa pamoja. Swali lingine, unafahamu mazingira ya kazi, biashara, kilimo yalivyo magumu, na kwamba mchungaji, mhubiri
ulitakiwa utengeneze mazingira hayo kuwa rahisi. Swali la 6. Hivi kwa nini wahubiri mnaopata nafasi wakati wote kusimama mbele ya watawala, wakiwapa nafasi ya kuongea, hivi kwa nini hamtumii nafasi hiyo kutetea watu wanaolia, watu wanyonge? Kwa nini hamtumii nafasi hiyo? Kwa nini hamna huruma? Nitafafanua huruma na mipaka ya huruma. Na mhubiri ulitakiwa uweje unapokuwa mbele ya watawala? Uwakilishe nini? Wapige wanyonge ili umfurahishe mtawala, ama useme maneno kwa mtawala yanayowasilisha kilio cha wanyonge hawa? Asoma maandiko. Sura pointi nyingine, mwanamke apange uzazi peke yake, ajue ajizungushe kalenda. Unajua ugumu wa dawa za uzazi wa mpango, changamoto wanazopitia baadhi ya wanawake walio wengi, akiamua adhibiti kuzaa kwa kutumia uzazi wa mpango. Unazijua changamoto wanazopitia? Acheze na kalenda. Unajua ilivyo vigumu sana wanawake kuishi na mwanamke kichwa mbovu, hasa kama wanatumia kalenda. Swali la 8. Hatakiwi kulaumu serikali. Tunatakiwa tu tufanye kazi. Hivi unajua kazi ya viongozi wanayoombea kuwa viongozi, wanasiasa, wanaomba kuweka mazingira bora ama kuweka nafuu ya maisha, kuondoa uchungu wanaoweza akawa wanapitia watu. Hivi haujui ya kwamba ziko serikali zinajengea watu nyumba? Ziko serikali zinaweka kwa rasilimali za nchi kama ya Tanzania. Serikali ingeamua kusimamia rasilimali hizi, sio kodi tena, yani usiingia hata kwenye kodi, isimamie rasilimali tu zilizopo. Hivi najua hakuna ambaye angekuwa anauza hata huo uduvi. Na hizi rasilimali ukumbuke, sio za watu wachache, ni za wote. Kwa nini mhubiri usiongee habari hii ya kwamba rasilimali hizi serikali mnazisimamiaje mpaka watu wanauza uduvi? Mwisho wa siku wanauza uduvi ndo wanga. Wanauza uduvi hawastahili kuishi. Uduvi na ubuyu hawastahili kuishi kwenye nchi. Una maana gani hii lugha? Watu walime, ndio. Mungu alilima, ndio. Lakini je, wajua ugumu wa pembejeo? Wajua ugumu wa usalama wa mazao yakiwa shambani, vile yanavyovamiwa na wadudu na wanyama na binadamu, kuibwa? Wajua ilivyo changamoto kuyalinda yawe salama? Je, unaujua ushuru wa mazao watu wanaosimamia, walio katika mamlaka za serikali wanavyoweza akawa na kaba kuchukua ushuru wa mazao? Unajua ndicho kinachovunja moyo watu. Ikiwezekana wasirime, waanze kutafuta njia yoyote ya kupata chochote, kwa sababu wakati mwingine ushuru hauzingatii hasara. Huyu mtu aliwekeza shilingi ngapi, anapata ngapi? Ushuru unazingatia sheria. Hivi hujui mhubiri, ilikuwa kazi yako kuwatetea watu hawa, kusikia kilio cha watu hawa na kukiwasilisha mbele ya watawala hao hadharani, kama unavyowashambulia hadharani, kama unavyowatukana hadharani, kuwa ni mwanga hawa, kuwa ni wachawi hawa, kuwa hawastahili kuishi hawa. Jambo la mwisho, wako kwenye mitandao
Ukimaanisha wote walio kwenye mitandao ni wavivu. Matajiri, bonge la matajiri akina AliExpress, anayemiliki AliExpress, Alibaba, ni mtu anayeendesha mambo yake kwenye mitandao. Je, kweli haujui biashara nyingi ziko kwenye mitandao? Kilimo kinaelekezwa vizuri kwenye mitandao, uvuvi, ufundi na kadhalika. Lakini pia ujui kwamba watu hufika mahala na kuingia kwenye mitandao kwa sababu hata kwanza kuangalia mambo machafu, kwa sababu karibu kila kitu anachojaribu kufanya huko mitaani, anakutana na TRA, anakutana na halmashauri, anakutana na jiji, anakutana na migambo, anakutana nini. Watawala walipofanya mabaya waliambiwa, walikemewa. Watawala walioombewa ni wale walioamua kwa haki, waliotenda mema. Kweli mnashuhudiwa watawala hawa, hivi wanavyofanya hivi ndo level ya juu ya kufanya vizuri. Hivi kweli mnaniambia Yesu alishindwa kutuombea kule juu mbinguni akaja kutuambia hapa? Kwani alikuja Yesu kama maombi yanaweza kumgeuza mtu? Kwani alikuja kutuambia acheni mabaya haya? Kwa nini Isaya anasema pigeni kelele wala msiache? Isaya 58:1, waambieni watu makosa yao na Yakobo dhambi yake. Kwa nini Mithali anasema katika kitabu cha Mithali 8, Sulemani anasema hekima usimama njia panda ikipiga kelele ikiwaambia watu waache mabaya? Imeandikwa, ikiwa watu wangu walioitwa kwa jina langu watajinyenyekesha na kutubu na kuacha njia zao mbaya. Watu wataachaje wasipoambiwa? Kwa sababu inatakiwa watu waache mabaya, waambiwe kuacha mabaya. Rudi kasome kwenye Biblia, Agano la Kale. Kila walipoomba, cha kwanza walitishwa wabaya, walikemewa wabaya, waliambiwa wabaya waache mabaya, ndipo walinyenyekea kwa Mungu kuomba. Munaombea watu wapate nguvu za kudhurumu watu, kuumiza watu, ama kuwa waoga kuwatetea watu wanapoonewa ili alinde cheo chake na kinafasi chake. Sababu sehemu kubwa ya watawala wetu unakuta tu kabisa, kuna mahali unamuona anajua kabisa watu wanaonewa pale, wanaumizwa pale, lakini anaamua kukaa kimya kwa sababu pengine akiwa-attack hawa wanaoonea watu hawa, nafasi yake itakuwa mashakani. Ukiangalia vizuri kibinadamu, kisheria, kibiblia, huyu mtu ameshindwa, hastahili kuwa kwenye nafasi hiyo. Huyo ndo tukamwombee. Huyo ndo tukamwombee aendelee kubaki hapo, ili watu waendelee kulia, waendelee kuumia, na yeye hawezi kuwatetea, hawezi kuwawajibisha, aidha pengine wasaidizi wake ama wakubwa wake, hawezi kuwakemea wawe tayari kufukuzwa kazi. Hawezi kusimama peupe tu kusema haya sio sawa, hivi sio sawa. Tumwombee huyo aendelee kubaki kwenye hiyo nafasi, na sio tumwombee Mungu mlipe sawasawa na anayoyafanya. Kama ni mema mlipe mema, kama ni mabaya mlipe mabaya Mungu, ili wengine waogope kukaa kwenye kiti hiki kama hawezi kufanya, au kama wanakusudi ovu. Haya Bwana, endeleeni kuomba. Mungu atakuja kuamua, Mungu wa Elia atakuja kuamua siku moja kati ya bahari na Mungu mnayesema mnamwomba. Sawa, si unafiki sasa hivi ndio hekima, ndio ujanja, ndio habari ya mjini, ndio kula na kipofu. Takuja kufahamu mlipokuwa mnajua mnakula na kipofu, kumbe alikuwa naona kila mlichokuwa mnakifanya. Kwa haraka nichambue haya mambo moja, mengine nitakusanya pamoja. Kuuza ubuyu ni kuwa mwanga, ni kuwa mchawi. Biblia haitambui biashara. Biblia inaposema asiyefanya kazi na asile, inatambua kilimo tu, haitambui biashara. Inatambua biashara
yenye kiasi gani cha fedha? Biashara ya aina gani? Mchungaji, mhubiri, hujui kwamba unatakiwa wewe kuwapa waumini mitaji? Umejaribu kufanya hilo? Waumini wako kwenye makanisa yako wote wanauza biashara za kusafirisha makontena, za kuuza magari za kutoka China. Kwa nini mnajikosha nyie? Hivi kwa nini mjui kuna maisha baada ya hivi ambavyo huenda nyuma ni bahasha tu zinawachanganya? Manabii wa Ahabu nyie. Hivi mjui kuna maisha, hivi mjui ubinadamu una thamani. Ubinadamu una thamani kuliko uroho, kuliko ubinafsi. Mi naona kwa mbele hapo, kwa mbele kwako Maboya, kwa mbele hapo kuna kitu kimetuna. Hivi kimetuna vitu vya wauza magari. Sio wauza ubuyu, sio wauza uduvi, sio hali za chini hawa. Wanaowaneemesha nyie, mnatembelea magari ya kifahari nyie. Mnajenga nyumba za kifahari, mnakula kwa anasa nyie, mnakula kwa mlija nyie. Mkiwa mmehusika kufirisi watu wengi mnaosema watabarikiwa wakitoa. Ni kweli inaonekana wewe unasema wafanye kazi, lakini kazi, una huruma kazi wafanye wakiwa kwenye mazingira gani? Na wakifanya wavipeleke wapi? Sehemu kubwa wanafanya wanawapa nyie. Muna mbinu nyingi sana za kuvichukua. Mbona mimi nakujulisha, nawajulisha ni kweli akina sisi we are in trouble. Tuko kwenye hatari tukigusa mambo kama haya. Unaonaga tu magari fulani yanapita mpaka nafika mahali unasema jamani, kwa kosa gani kubwa? Mbona ubinadamu hiki mnachoongea hiki ndo ubinadamu? Binadamu tuitakiwa tuchukuliane hivi? Mbona ni kama kuna mwisho wa haya yote na hatari zote hizi? Lakini yaonekana mnaoonyesha roho mbaya hadharani. Unasema watu wanaouza ubuyu na uduvi hawastahili kuishi kwenye nchi hii. Ni kweli, baadaye umechanganya mambo pale. Nasema kwa sababu asiyofanya kazi na asile. Hiyo sio kazi. Nyosha vizuri maelezo. Hastahili kuishi kwenye nchi hii. Anafanywa nini? Huwa mnamfanya nini? Kwa njia zipi? Nyosha tu vizuri maelezo. Rudi kwenye historia ya Biblia. Wahubiri kwa sehemu kubwa walikuwa ni wahusika. Walipokengeuka kwa kujua au kwa kutokujua, walikuwa wahusika wa dhuluma ya vitu na hata uhai wa watu. Walikuwa wahusika wakubwa sana. Asiyefanya kazi na asile. Ni ipi? Kazi ni ipi? Umefanya nini kutengeneza mazingira ya watu wafanye kazi? Hivi unafahamu changamoto za wafanya biashara wewe? Hivi unafahamu kuna watu wanaanzisha maduka? Kuna watu wanaanzisha maduka, wanafunga. Wa kwanza wao ni mimi. Mimi nilianzisha duka kibanda hapo Kariakoo kuuza CD. Ilitakiwa kulipa kodi ya pango, na sitaki kudanganya, ndio yalinikuta. Kodi ya pango kama wengine katika kibanda kale angeandika hata nalipa 20,000. Mimi nilikuwa nalipa 2,500. Ilijumlishwa alafu ikakatwa asilimia zao. Vitu vilivyoko mle hawakuangalia vilivyo mle, CD zilizoko mle. Waliangalia mtu kufanya biashara Kariakoo, nikakadiriwa. Mwisho wa siku niliwaambia inawezekana tu kabisa, mnasema funga. Baadhi ya waliokuwa mle wanasema hatuna jinsi ya kukusaidia, yani jibu ni hilo, funga. Maboya, mimi nimesafiri kwenda China. Nilikuja na kamera drone moja tu kwa ajili ya kupigia picha za kanisani. Ile drone nilinunua kwa hela ya China, kwa hela ya Tanzania ukikalkulate
ninunua 800,000, 800,000 na hivi. Kodi ilihesabiwa ikawa inakuja kwenye 600,000, kwa sababu wenyewe kwanza waliangalia kwenye mtandao wanachojua wenyewe, alafu wakasema hii kodi 600,000. Ukusema huko na kule, vitu kama vya 800,000 hivi nimepita navyo mara kadhaa pale. Kuna siku zingine nilikuwa na kamera kama 2 hivi 3, sababu nilikuwa nataka ziwe na shoot movie. Zile kamera zilipopigwa hesabu wakasema tukikalkulate tu vizuri hapa, kodi unayotakiwa kulipa inafika karibu ya 60%, vikijumlishwa vyote 60% ya bei ulionunulia. Mwisho wa siku au vijana walipoona ni mkweli tu kwa kila kitu, kama kondoo aendaye kuchinjwa, wao ndio waliofanya vya kufanya kwamba kitaalamu sasa kihivi, lakini vitu vingine vyote walinionyesha kisheria. Mwisho wa siku wakafanya vya kufanya, ikaja kuwa zaidi ya 30%. Can you imagine mfanyabiashara huyo anaenda kuuza shingapi kama sio kuanza kudanganya, kama sio kufirisiwa anapobainika? Iwe na huruma, iwe na huruma. Kweli mnakula kwa mlija, lakini wakumbukeni wanaoonewa, wakumbukeni wanaodhulumiwa, wakumbukeni wanaoumizwa. Ni mifumo ya tawala hizi ambayo ndio kimsingi tu mungenyosha maelezo, ndio inashindwa kusimamia vizuri makusanyo, rasilimali za nchi, ambavyo wangesimamia tu vizuri hivi, automatically pasingekuwa na mtu wa kuuza uduvi, pasingekuwa na mtu wa kuuza. Hakuna anayependa kuuza uduvi, kuuza ubuyu. Hakuna anayependa mazingira ya dhaifu. Nchi za wenzetu ambazo zina ubinadamu, unapopata utawala uko tayari kufa kwa ajili ya binadamu, wanakusanya hizi rasilimali, wanatengeneza miundombinu, inarahisisha watu. Leo nenda kaangalie mabarabara, wanakusanya hizi rasilimali. Bandari hii tunayo, maziwa tunayo, madini tunayo, wanajenga nyumba za kila mtu. Mtu anapata posho la kuwa mzaliwa wa nchi hiyo, kuwa raia wa nchi hiyo, ama kuishi kwenye nchi hiyo, kwa rasilimali zile zinazokusanywa, kwa rasilimali za nchi, kwa makusanyo ya kodi. Watu wafanye kazi zaidi ya wanavyojituma wa Tanzania. Wa Afrika, mnataka wafanye nini? Wafanye kazi kwa kiwango gani? Watu wanalala macho, watu wanalala macho, wanaamka saa 7, saa 8, saa 9, magari yanatembea. Watu wanalala macho, watu wanalima, watu wanafuga. Watu wafanye kazi mpaka wafie penye jembe. Wafanye kazi kwa kiwango gani zaidi ya hivi wanavyofanya kazi? Ndio, wapo waliolala ndani, lakini wamelala kwa sababu karibu kila ichotaka kushika TRA hapa, kila ichotaka kushika jiji hapa, kila ichotaka kushika ushuru hapa, kila ichotaka kushika migambo hapa. Inafika mara hamna cha kufanya, anawaza kujinyonga, anawaza kuzini tu, anawaza kujiuza, anawaza tu apate chochote. Lakini hawa watu kwa sehemu kubwa hawapendi kufanya hivyo, ni mazingira magumu. Kwa nini wahubiri sio sauti ya watu hawa, ili watawala waogope, waweke mazingira rahisi kwa ajili ya watu wao? Wanaomba kuwa viongozi ili kukusanya kodi na kuzila na kuwa na magari ya kifahari wao wenyewe, na kuishi maisha, kutibiwa nje wao wenyewe, watoto wao kuishi maisha. Hawakusanyi kodi ili wahakikishe wanavyokuwa wenyewe, ikiwezekana wenyewe wawe na hali za chini kuliko wananchi. Inakuwaje mtumishi ndiye tajiri, ndiye aliye na ukwasi kuliko anaowatumikia, na hayo amhoji? Leo nimeongea bila mpangilio. Sababu mengi nimeshawahi kuongea huko nyuma, na nafahamu ni haya ambayo pengine hutuweka kwenye mazingira yenye utata, lakini tumepewa kuishi mara moja. Mwanamke
apange uzazi peke yake, acheze nayo kalenda, kwani anazaa watoto wengi? Maboya, watu wamevurugwa huku mtaani, wamevurugwa kaka, wanaume wamevurugwa huku mtaani. Ukijumulisha mafundisho ya ndoa ambayo mnafundisha mafundisho ya ndoa mnayosema sui mara 3 kwa wiki, sui wiki nzima, sui siku 6, sui mara 3 kwa siku, sui mara 2, sui asubuhi, sui mchana, mkijumulisha mafundisho ya ndoa ya umalaya mnayofundisha, wanaume wamevurugwa, wanawake wamevurugwa. Lakini wapo wanaume walevi, wavuta bangi. Huyu mwanaume ataizungusha hiyo kalenda, mwanamke ataizungusha hiyo kalenda, itazungukika. Wale Mungu unaangalia, hivi ni umevuta bangi unapohubiri haya Maboya, ama umeleweshwa bahasha? Yenyewe sasa mimi nakwambia wewe ni kiwakilishi cha wengi. Si umeona na wanao kupigia makofi hapo nyuma? Hayo makofi yanawakilisha unayosema safi sana. Kwa wote hao ni wahusika wa hiki. Umeweka wewe kama habari picha. Ni kweli mna utata wa mambo mengi, hatuwezi kuyamaliza yote, lakini walau tunapotokelezea juu ya hili moja, mnaanza kuwa na tahadhari, hata roho mbaya nyingi mnazoonyesha kwa namna nyingi ya matendo. Mwanamke apange uzazi. Unajua changamoto wanazopitia wengi wakitumia uzazi wa mpango wa kisayansi kwa huu tulio nao huko Afrika. Unajua wengi changamoto wanazopitia. Aise. Haya bwana, Mungu kwenye dunia yenu. Kuleni kuku kwa mlija nayo, kweli. Kweli mko salama sana. Kweli mko salama sana. Mko salama sana. Lakini yuaja na malipo mwana wa Mungu. Yuaja na malipo. Yuaja na malipo. Hamjaanza nyie. Walikuwepo manabii wa Ahabu. Hamjaanza nyie. Naombea. Serikali na mamlaka na anakataa. Lakini hawa walikuwa waombewe kwanza au waambiwe kwanza, wakemewe kwanza juu ya ubinafsi wao, juu ya uwezo wao mdogo wa kuamua kwa haki ama kusudi. Kwa sababu nikisema uwezo mdogo, manake ukitaka uishi kwa haki uwe tayari kufa kwa ajili ya watu, sio watu wafe kwa ajili yako. Sio watu wafe kwa ajili yako. Sasa sio watu waishi kwa tabu kwa ajili yako. Manake huna uwezo wa kuwa kiongozi ikiwa huko tayari kufa kwa ajili ya watu. Viongozi hawa wanatoa maisha yao kufa kwa ajili ya watu, au wanakula kwa mlija wakiwa wanaangalia watu wanakufa kwa ajili yao. Angalia madawa. Mpaka BBC wanatoa ripoti ya kwamba 84% ya madawa yanayokuja Afrika ni feki. Ni kwa sababu gani? Wangapi wanakufa kwa hayo madawa feki? Maboya, iwe na huruma. Iwe na huruma. Baada ya kula kushiba, hicho kitu kimetuna kwa mbele hapo kwenye hiyo sisi tunaita shamba dress. Huenda mmeona sisi kikosi kazi cha Injili, mimi mbarikiwa na watoto wangu tunavyovaa, ndo nimeona hata kina Mamposa wanavaa na nyie mnavaa. Lakini pamoja na hivyo, kwenye hicho kitu kuna kitu kinatuna kwa mbele hapo. Mnakula pesa, mimi nakuhakikishia mnakula pesa za wauza uduvi, wauza ubuyu. Hawa mnaowaita wanga, mnaowaita wachawi. Na wenyewe kwa sababu mkiwawekea tu muziki wakacheza wakapenwa matako yao, kesho watakuja ibadani wakati mmewatukana matusi ya aibu kiasi hicho, wanakuja
Sababu si wanakuja disco na wenyewe wana mitego yao wametega huko. Mimi ndio maana wakati mwingine naonaga ni afadhali hata mtu aliamua kaa nyumbani. Ikiwa hawezi kuelewa mhubiri yote, anaona na kina sisi ni wezi, akae nyumbani tu. Ingawa ukifuata watu kama sisi umekifuata kifo. Pengine ndio wengi wanaogopa sema tungewafuata, lakini tungeamua kuishi hiyo imani, lakini unaona ni kama mko karibu zaidi na kifo. Aboya, muwe na huruma baba, ya kawaida tu kabisa. Ya kawaida tu kabisa. Malizie watu wako kwenye michanjao wavivu. Nimeshasema sana hayo bwana. Some tu Biblia. Some tu Biblia. Nimeshasema sana sasa. Watu wako kwenye mitandao. Biashara ziko kwenye mitandao. Biashara ziko kwenye mitandao. Kazi kwa mitandaoni. Kilimo, ufugaji, ufundi viko mitandaoni. Na hata wale wanaoangalia vitu vya ajabu ajabu ni kwa sababu kavurugwa. Kila alipotaka kuguswa kaguswa. Kila alipotaka kugusa kaguswa. Kila kazi aliyotaka kufanya sisi nani wasomi wetu wamo maofisini kurahisisha mtu afanye kazi kwa uhuru, afanye nani kidogo tu. TBS hapa, TFD hapa, Mgagwa hapa, Jinja hapa, mazingira hapa, wafya hapa, atafanya kazi. Hata wanaoshindwa kufanya kazi wamebaki mitandaoni kwa sababu akili zimestack sababu ya mifumo ya tawala zetu, ambazo kimsingi wahubiri mlitakiwa muwe na sauti kubwa. Binti yangu mmoja alisema mngekutanika kwenye makongamano kama hayo, mkapiga kelele juu ya utekaji, mkapiga kelele juu ya mauaji yanayoendelea. Sababu mauaji, utekaji sio serikali inayohusika. Kuteka watu, kuua watu ni serikali inayotakiwa kulaumiwa kwa kukosa uwezo wa kulinda raia wake. Wanapata mshahara kwa ajili ya nini? Wanakusanya makusanyo kwa ajili ya nini? Kuna nchi ambazo karibu kila baada ya mita 2 pana mgambo, pana askari, pana jeshi, pana nini. Nenda Uchina kule ukaone ulinzi wao. Hawategemei kamera tu. Kila mara pana kamera. Lakini baada mwendo kadhaa pana mgambo, pana wahamiaji, pana zimamoto, wote wanafanya kazi ya wahamiaji, wanafanya kazi ya kuzima moto, wanafanya kazi, lakini wakati huo pia wanaonekana ni watu wa usalama mwingine wote. Kama kuna mtu anaweza katarisha usalama wa mtu mwingine kwa maisha yake au mali yake. Ni nchi ambazo unatembea hela weka popote, huwezi kuona mtu anakuchomolea. Huwezi kuona mtu anatekwa, anakamatwa hivi barabarani kwa nguvu. Kwa nini msikusanyike kwenye mikutano kama hiyo? Nasema mnaombea. Biblia inasema ombeeni mamlaka. Waliosema ni akina Petro, ni akina Paulo, ni akina Yesu. Waliwahi kuitisha wapi kongamano wenyewe la kuombea? Hamwezi kujua walikuwa naongelea habari za mamlaka itendayo kwa haki. Kuna mahali ulitaka kuingia maboya hapo kwamba kwa ajili ya haki ni watumishi wa Mungu kwa ajili ya mema, lakini ukutaka ukaja pale, lakini unataka kuingia pale. Nani kwenye Biblia waliitisha kongamano la kuombea nchi? Yesu, mitume, nani? Wakati nchi inafanya udhalimu, wakati watawala wanafanya udhalimu, wanafanya mambo mabaya, wanashindwa wajibu wao ambao pengine wamejiproud, wameombea hiyo nafasi. Ni kwa nini makongamano kama hayo sasa mnaogopa kwamba hawatayaruhusu? Sasa ndo mkutanike kwa namna haramu kwa sababu mnataka kuonekana kwenye mitandao mnayoitukana. Kwani hapo naonekana kwenye nini? Kwenye kitabu cha bibi yako wa kwenu. Onekana kwenye chungu. Kwenye maji ya bibi yako au kwenye ziwa, kwenye mto wa kwenu, si kwenu ni wapi? Kwani hapo unaonekana kwenye uchawi au unaonekana kwenye mitandao? Maboya. Na wote mnaonufaika na hizi namna za comedy tu,
mizaa tu juu ya uhai na maisha ya watu. Nisikieni, yamenikuta ya kunikuta, mimi ni mpitaji na inawezekana nitapita, lakini vyovyote iwavyo tulikuja duniani kwa ajili ya kunyoosha mapito ya Mungu. Iwe na huruma kama Baba wa mbinguni alivyo na huruma. Wahurumieni wanaoonewa. Yanajaribu kusoma kufungua Biblia hapa, nakosa hata nguvu kamwe. Kweli hamjasikia yote tuliosoma? Kweli hamjayaona? Fumbua kinywa, 31:8. Fumbua kinywa chako kwa ajili yake yeye aliyebubu, uwatetee watu wote waliachwa peke yao. Soma Ayubu. Nimekosa nguvu, ile Bwana na timu yako na kundi lako na wapambe wako na wenzako. Nye jamaa mna roho mbaya sana, na roho mbaya sana nye jamaa. Kitabu cha Ayubu 29 mstari wa 15. Alikuwa macho kwa kipofu, na alikuwa miguu kwa aliyechechemea, na alikuwa baba kwa mhitaji, na dawa ya mtu nisiyemjua naliichunguza. Huyu ndo mcha Mungu. Aliwatetea watu wasioweza kujieleza, kujitetea, waliopewa kesi. Hawajui kesi zote alizichunguza na kuzisemea na kuzikemea pale ambapo watu wanaonekana kuonewa. Nashindwa niseme nini kwa kweli. Unajua, nimesema sana, maana nguvu kuisha zimeisha. Nimesema sana, kimwisho wa siku kuna mna unasikia maneno. Jifunzeni kutenda mema. Isaya 1:17. Jifunzeni kutenda mema, takeni hukumu na haki, wasaidieni walioonewa, mpatieni yatima haki yake, mteteni mjane. Mnawasaidia wanaoonewa kweli? Tunasikia matamko kama hayo mnaposikia watu wanatekwa, wanauawa, watu wanalia, wamedhulumiwa nyumba zao, wamebomolewa nyumba zao kwa namna ambazo ukizifuatilia kibinadamu, hata kisheria, unajua tu kabisa hapa ni ubabe umetumika. Marko sura 6. Achana hii, pengine some Luka sura 6 mstari wa 36. Basi uwe na huruma kama Baba yenu wa mbinguni alivyo na huruma. Mstari wa 31. Na kama mnavyotaka watu wawatendee ninyi, watendeni vivyo hivyo. Luka 10 mstari wa 25 na kuendelea. Natosha mtu wa Mungu. Sawa, duniani yenu kuleni hicho kinachoitwa raha. Inatosha. Hii ni sauti ya mtu aliyetoka gerezani. Anasema, itengeneze njia ya Bwana, nyosheni mapito yake. Heri mtu atakayeteswa, atakayefungwa, atakayeuawa, atakayefiwa, ama afae katika Bwana tangu sasa pate kupumzika mara baada ya taabu yake. Tazama, Mungu mwenye haki yu karibu kuja kutoa hukumu ya kila mtu aliyolinena na alilolitenda. Hii ni maana neno Maranatha.